Tegemea kumuona Dogo Paten akiwa kwenye lebo yoyote ili aweze kupata usaidizi mkubwa. Yeah, ana deserve kuwa lebo yoyote ile kwa hapa Tanzania. Ana deserve. Kwa hiyo natamani lebo kubwa wampe mkataba. Lakini pia onyo langu ni kwamba sikurupuke kusaini mkataba. Yeah, kwa hiyo usije tu ukasema kwamba eti Wasafi wanataka mkataba, je umeusoma? Isije ikawa kama ule Dogo wa Stone. Kagewa kala blasha la mkataba, utazani mkataba wa mgodini. Makaratasi swi 100. Kasaini bila hata kuyasoma. Mwisho wa siku kaona haya ni mateso, karudisha mkataba hataki. Huyu hapo hayuko Wasafi wakati alikuwa ameshasaini. So kuna tena Dogo aliyeshinda Bongo Sasachi yule. Nakumbuka yule kutoka Kongo. Na yeye Wasafi walikuwa wanamtaka, lakini niliona interview yake kwenye Refresh Wasafi TV anasema nimeongea na baba mpaka afuatilie hili swala likae vizuri na yeye ashiriki kwenye huo mkataba tuusome vizuri. Unaona sasa madogo wenye akili kwamba hajakubali kusaini mpaka babaka afanye nini? Ausome mkataba unazungumzaje, na mpaka sasa hivi sijui kama ameshasaini au imeshindikana. Ndio angalie kwamba kuna watu wako serious na kazi. Tofauti na Tanzania, msanii yeye anawishi kusikika. Ukimweka tu makaratasi hata yeye kashasaini. Popote pale. Pia hata 200,000 tu kasaini. Alafu mwisho wa siku anaanza kutupigia mayowe. Na banwa naibiwa na lebo. Wakati unasaini ulishikiwa bunduki? Ulitishiwa? Ulilazimishwa? Si ulisaini mwenyewe? Kwa nini leo unachukua 20% kwenye 100 alafu ulisaini mwenyewe unakuja kutupigia makelele? Ndio wasanii hao wanatubania mpaka sisi kwenye matamasha kama, kwa sababu kuna majitu hapa wasanii ni mapumbavu. Hata 500,000 anaimba. Hii ni 2025. 500,000 sisi tulikuwa tunalipwa miaka ile 2001 tuna thamani kubwa. Yes, lakini sasa hivi msanii tamasha kama ile la juzi kawe 500,000 anachukua 2025. Kwa sisi tunataka maslahi kwa hadhi yetu sisi, wakina Red JD, wakina Vanessa na wengine, kina Professor J, kina EY, hatuwezi kupata hiyo nafasi kwa sababu haya ya 500,000 yako mengi. Na huyu naye anataka ya buruza haya ya 500,000. Okay. Unakuta promoter mimi ananitaka Morogoro, nataka 500,000, nataka 300,000. Lakini kuna jinga tu lina hit kabisa kwenye muziki, linaenda kwa milioni. Promoter atamchagua nani? Huyu Dudubana anataka 300,000 au nichukue wa 1,000,000? Sasa unaona kuta lisanii linaenda kupanda pale, linapanda na matikiti. Umeona pale ni gengeni pale. Jukwaa kama lile upande na matikiti. Yaani mimi ningekuwa promoter, jukwaa kama lile nimegamika, jukwaa la muziki kama alafu unapanda na matikiti na kukata makofi pale na mitama pale jukwaa. Na ndio nakwambia hayajui performance. Yakiambiwa hayajui performance yanatukana. Sana wa bless mashabiki. Matikiti. Wabikap WF pasipokula. Mashabiki midomo imepauka. Na wana Tanzania basi akiongea. Sasa kweli hata Tanzania kweli. Alafu ubaya zaidi kwamba DJ kaweka nyimbo yako. Nyimbo kabisa, sio beat. Nyimbo kabisa inalia. Wewe umeshika mic unagawa matikiti. Hivi kweli mzungu kweli tukatoka nje ya hichi kasema leo naenda kuangalia show ya msanii fulani. Anaona matikiti. Alafu ya msanii DJ kaweka nyimbo inalia. Alafu msanii anagawa matikiti. Hizi better ungekuwa na mtu wewe unaimba huku huyo mtu anagawa nini? Hayo matikiti. Jamani mashabiki. Sisi kuna sehemu sisi unaweza ukaenda kupiga show. Mimi na style moja. Hata Diamond ndio style nafikiri sio aliiga kwangu ile kama sikosei. Nanunua pakti za pipi. Yes, pakti za pipi hata 10 zile pakti kubwa zile dukani. Sio expensive. Kwa hiyo ninavyokuwa kwenye PA barabarani ile ya gari, si watoto wana nani gari. Kwa hiyo unakuwa unawagaia pipi. Unahapa pipi unakuta yani barabarani yani nyomi hivi. Hizo ni techniques za kibiashara. Shanga nini huko? Yes, nagaa pipi. Ikifika sasa umeshamaliza PA kwa sababu watoto waga wanafuata gari mwanzo mwisho. Ukishafika sasa umeshamaliza PA ile saa 12 unatakiwa uingie hotelini na nini, watoto si wanajaa pale hotelini. Unaanza tena kuwashika mkono kuwagaia pipi nini wanafly sababu wenyewe kwenye show hawezi kuja. Kwa una wa bless. Mimi kuna sehemu hadi nanunuaga soda.
Nanua kabisa crate za soda hizi crate. Najua kabisa watoto wako wangapi, naambia counter wagawiwe soda moja moja watoto. Wanagawiwa soda wote. Kama ni za chupa wanakunywa pale pale. Kama ni take away naambia haya nendeni nyumbani, salimia baba na mama, watoto wanani bless. Wanafanya nini? Hivyo. Kwa hiyo mimi show yangu kwa sababu wanakuja wakubwa usiku. Hawa watoto wananipenda, wanakimbiza gari. Sasa mimi nawashukuru kwa lipi? Ndio mnapopata baraka hivyo. Yes. Kwa hiyo nagawa hizo pipi. Ikifika sehemu sasa tumeweza pia saa 12 na wenyewe wanajaa pale unaposhuka kwenye gari. Unawashika mkono na nini, unaimba nao, unafurahi nao kwa sababu wanakuonaga tu kwenye TV. Pipi zipo unawagaia, unamwambia counter au manager wape soda moja moja watu. Hivi visoda 500 ni shilingi ngapi? Nani nini? Moja moja sharere. Shilingi ngapi? Laki unakuta labda hii. Kuliko ukalale na limalaya likupe magonjwa bure. Kwa nini? Bless watoto. Ndio maana mimi napenda kama na maadui wengi kwenye game lakini wananishinda kwa sababu mimi napenda watoto. I'm blessed kutoka kwa watoto. Na Yesu Kristo alikuwa anapenda watoto. Ndio maana alisema watoto wote njoni kwangu. Mali yenu yote ni wingu. Watoto hawana dhambi. Mtoto hata akifariki sasa hivi ni peponi. Shanaelewa vizuri. Na ndio maana mimi napenda watoto na ulinzi wangu mkubwa ni kupenda watoto, ndio silaha yangu ya kwanza. Kwa hata unanitupia uchawi wako utakurudia kwa sababu mimi nalindwa na watoto. Watoto nakupenda kutoka moyo. Yes. Haonaga unafiki watoto. Yes. Kwa mimi ndio niko hivyo. Kuliko hiyo 100,000 nikakae na limalayo na linywesha sui nini, halina insho yote. Kesho tayari kikutana na hiyo wa mitego liko naye. Kesho likikutana sui na dadi liko naye. Kumbe nafikaga mnabadilishana. Sio kubadilishana, yani kwamba akienda huyo liko naye. Yani akienda mwingine yuko naye, ndio yako hivyo mikoani wapi. Yenyewe likaweza likakaeleza mimi nimelala na wasanii 20. Ndio sifake. Mama laya mbwa. Ndio mimi sinaga time bora hiyo pesa. Na wafurahi na watoto, alafu natulia zangu, naagiza kinywaji changu fresh. Wauliza hata mapromota akwambia yule jamaa hapo Dubai. Kwa mara ya kwanza kabisa umefanya hicho kitendo kwa bless watoto wakati umeenda kufanya show. Kuna kitu gani ambacho kiliongezeka kwako hata labda ukilala kuna kitu labda uliona kabisa kimeongezeka baada ya kufanya hicho? Huwa najiona nina amani. Amani ndio silaha ya kwanza mwanadamu hapa duniani. Ukikosa amani hapa duniani, yani wewe ni mateso. Ni sawasawa na taifa lolote likose amani. Muingie kwenye vita kama unavyoona Khartoum, Darfur kule Sudani. Angalia kina mama na watoto, unakuta mtoto mama hajaoga miezi 6 mingapi ya vita tu. Mwanamke hajaoga mwaka, maji hamna. Wanawake ndio watumwa wa kubakwa. Watoto hawamwoni baba yuko vitani. Sababu vita ikitokea sisi wote hapa tunakamata tupelekwa kwenye makambi kufundishwa kupigana. Raia mnakamata mnapelekwa kwenye makambi na wanataka nani jeshi la akiba wanamgambo. Sio wanajeshi mnaitwa nani? Wanamgambo. Kwa mnafundishwa mwezi mmoja kule mkishajua tu kwenye magari mnatangulizwa mbele huko. Wenyewe wanajeshi wako nyuma, yani nyinyi kama chambo. Sababu umeshaacha mke wako, umeshaacha watoto wako. Unaweza ukauawa huko. Unaweza ukarudi ukakuta mkeo akashapigwa mimba na mwanajeshi tu kwa sababu kule yani yenyewe kamata mwanamke anabaka tu. Tunavyoona hata Kongo wanawake wanavyopakwa. Kwa hiyo amani ndio Mwenyezi Mungu. Amani ndio tunu ya taifa lolote, familia yoyote, mtu yoyote. Ukipoteza amani umekwisha. Kwa mimi ninavyo bless watoto na fly ni sawa sawa na mimi nikimtumia hela mamangu huwa nasikia yani najisikia amani kabisa kwenye moyo wangu kwamba mamangu asante mwanangu ubarikiwe sana. Neno lile asante mama. Yes, asante mwanangu ubarikiwe sana. Mwenyezi Mungu akulinde. Mamangu akiniambia tu hivyo, amani inajaa utosi mpaka unyayo. Upendo unajaa, furaha inajaa. Ndio vitu vitatu ambavyo mimi huwa nahakikisha na vimiliki: upendo, amani na furaha. Tunashukuru sana kwa time yako. Kwa hiyo mimi nchi nzima hii kila nakoendaga huwa ndo nafanya hivyo. Na kuna kipindi hata Diamond Street kwa wapi na akanunua pipi nyingi sana. Shanaelewa. Kwa hiyo ni kushow love kwa wale hawawezi kuja usiku kwenye show yako. Shanaelewa vizuri. Kwa hiyo hayo mambo ya matikiti tena hayo ubarikiwe sana.